Shamba hili kwenda shughuli zao, na ni hatia labda kuacha mashimo ikiwa wazi bila hata kuweka size. Ni hatia. Mimi nimezaliwa hapa, kwa hivyo hii barabara hata tukiwa wadogo tulikuwa tunapita hapa tukienda kuchota maji ile ng'ambo ingine. Sasa ukiangalia hii shimo imechimbwa tu kwa barabara, na tunauliza kama wangechimba hii shimo na hawajaweka any safety ropes, wangechimba at least wangesonga huko kando ya shamba wachimbe, lakini vile nilikuja unaangalia hiyo, unaona ni kama maji imetapakaa, ni kama hakuna shimo. Hata ungefikiria ni kama kulinyesha usiku, maji ikatapakaa tu hapo. So kenye kitu tunaweza uliza ni ati hii kampuni wajue vile wata fence hata hii place, hii shamba yote wa fence, juu hii shamba ni watoto huo wanapitia hapa waki-access kutoka Gitamayo wakienda Riabai, kutoka Riabai kwenda Kegodha, hii ndo barabara watu hupitia. So mimi vile naweza omba ni wenye hii shamba wakuje wa fence hii, na next time wakiweka shimo kama hizo wana make sure wameweka hizo safety ropes. In 7 years na 6 years ni watoto wachanga sana, na nimesikia ni watoto wa hapa River Primary School, na walikuwa wanapita kwenda kuchuna kuni juu hapa ndio kama kuchuna kuni. Sasa hapo ndio wakakuta wakapata maji, mtoto mmoja akaslide akaanguka, ule mwingine akienda kumshikilia, wote wakaanguka, na hapo ndo tumeweza kuluza hao watoto wawili. Wameweka kuonyeshana wamechimba fence, wamechimba shimo na wameiacha tu hivyo, na watu wamezoea kupita hapa. Hata ukipita wakiwa huku wakifanya kazi ya ulizangi mtu juu ni watu wamezoea kupita, na hatuonyeshi wako under control. Sasa wanafanya vitu zao na wakatazi watu hadi watoto kuingia huku. Ningependa wachukuliwe hatua kali juu wanajua sheria za kujenga na wamesomea. So ombi letu kama wakaaji wa hapa Gitamayo, haya mashimo waifunike kabisa. Juu sasa venye wamefanya hiyo watoto wakakufa, wamekata masomo yao. Mzazi alikuwa anatarajia watoto wake Monday wanarudi shuleni, lakini sasa hawatarudi. Tuko hata hakuna mwenye anajua kama kuna hayo mashimo, juu tunasikia pia kuna ingine huko nyuma, lakini yenye hatujui iko wapi. Juu wanachimba lakini hawaeki sign ya kuonyesha hapa kuna shimo, ndio mtu ajue pale kuna shimo, siwezi pitia hapo. Kama hakuna hiyo mambo ya kuonyeshana ati hapa kuna shimo, unaona tu mtu atakuja kama amepita vile amezoea. Venye tulisikia tu kila mtu alikimbia kuangalia kwanza watoto wake wako wapi. Kisha sasa ndio tukaanza kuulizana ni nani na nani ndio hawaonekani, ndio tukakimbia kuangalia. Tukakuja tukapata huyo mmoja amekaa kwa maji juu. Huyo mwingine tukaambua ako ndani na wale watoto walikuwa na wao. Sasa ndio tukatoa wa kwanza, wa pili, sasa tukaita usaidizi. Kutoka waanguke hatujakaa sana before tusikie hiyo habari. Juu ilikuwa tu masaa ya asubuhi hivi. Naka nilipata ripoti around saa 4:30. Huenda ilikuwa ni saa 4:30 kurudi chini. Na tulipoarifiwa, mimi nilifanya juhudi yangu na nikaona kwamba nimeita all the sectors wenye wanastahili kuja kushughulikia. And that is why umetuona tuko sisi zote. Tukakuja na tukapata mtoto mmoja alikuwa amejaribiwa kutolewa na wale watoto wengine. Sababu unasikia kwamba watoto hawakuwa wawili tu. Walikuwa watoto zaidi ya watatu. So mmoja alikuwa ametolewa na wengine, na kwa bahati mbaya sababu alikuwa amekunywa maji, tumekuta akiwa ameaga. Tulipoteza wawili, mmoja wa umri wa miaka 6 na mwingine wa miaka 8. Ushauri wangu kwa wafanyikazi ama wawekezaji wa Kigutha Farm, ningependa kuwaambia kwamba hapa wajue kuna watoto
na watoto hatuwezi tukawafunga wakose kutembea kwenye wanastahili kutembea. So ile kitu ningeomba ni waone kwamba wamefenzi ile mashimo yote ya maji, sababu nasikia kwamba ni maji wanatafuta ya kufanya perimeter wall. Wapate kufenzi hizo nini yote, hiyo mashimo yote, na isipo kama haitakuwa hivyo, niko haki kabisa tutahakikisha hiyo mashimo yote wameiziba. Tom. Yeah? Shamba hili kwenda shughuli zao, na ni hatia labda kuacha mashimo ikiwa wazi bila hata kuweka signs. Ni hatia. Mimi nimezaliwa hapa, kwa hivyo hii barabara hata tukiwa wadogo tulikuwa tunapita hapa tukienda kuchota maji ile ng'ambo ingine. Sasa ukiangalia hii shimo imechimbwa tu kwa barabara, na tunauliza kama wangechimba hii shimo na hawajaweka any safety ropes, wangechimba at least wangesonga huko kando ya shamba wachimbe, lakini vile nilikuja unaangalia hiyo, unaona ni kama maji imetapakaa, ni kama hakuna shimo. Hata ungefikiria ni kama kulinyesha usiku, maji ikatapakaa tu hapo. So kenye tunaweza uliza ni ati hii kampuni wajue vile wata fence hata hii place, hii shamba yote wa fence, juu hii shamba ni watoto wao wanapitia hapa waki-access kutoka Gitamayo wakienda Riabai, kutoka Riabai kwenda Kegodha, hii ndio barabara watu hupitia. So mimi vile naweza omba ni wenye hii shamba wakuje wa fence hii, na next time wakiweka shimo kama hizo wana make sure wameweka hizo safety ropes. In 7 years na 6 years ni watoto wachanga sana, na nimesikia ni watoto hapa River Primary School, na walikuwa wanapita kwenda kuchuna kuni juu hapa ndio kama kuchuna kuni. Sasa hapo ndio wakakuta wakapata maji, mtoto mmoja akaslide akaanguka, ule mwingine akienda kumshikilia wote wakaanguka, na hapo ndo tumeweza kuluza hao watoto wawili. Wameweka kuonyeshana wamechimba fence, wamechimba shimo na wameiacha tu hivyo, na watu wamezoea kupita hapa. Hata ukipita wakiwa huku wakifanya kazi ya ulizangi mtu juu ni watu wamezoea kupita, na hatuonyeshi wako under control. Sasa wanafanya vitu zao na wakatazi watu hadi watoto kuingia huku. Ningependa wachukuliwe hatua kali juu wanajua sheria za kujenga na wamesomea. So ombi letu kama wakaaji wa hapa Gitamayo, haya mashimo waifunike kabisa. Juu sasa venye wamefanya hiyo watoto wakakufa, wamekata masomo yao. Mzazi alikuwa anatarajia watoto wake Monday wanarudi shuleni, lakini sasa hawatarudi. Tuko hata hakuna mwenye anajua kama kuna hayo mashimo, juu tunasikia pia kuna ingine huko nyuma, lakini yenye hatujui iko wapi. Juu wanachimba lakini hawaeki sign ya kuonyesha hapa kuna shimo, ndio mtu ajue pale kuna shimo, siwezi pitia hapo. Kama hakuna hiyo mambo ya kuonyeshana ati hapa kuna shimo, unaona tu mtu atakuja kama amepita vile amezoea. Venye tulisikia tu kila mtu alikimbia kuangalia kwanza watoto wake wako wapi.
Kisha sasa ndo tukaanza kuulizana ni nani na nani ndo hawaonekani, ndo tukakimbia kuangalia. Tukakuja tukapata huyo mmoja amekaa kwa maji juu. Huyo mwingine tukaambua ako ndani na wale watoto walikuwa na wao. Sasa ndio tukatoa wa kwanza, wa pili, sasa tukaita usaidizi. Kutoka waanguke hatujakaa sana before tusikie hiyo habari. Juu ilikuwa tu masaa ya asubuhi hivi. Naka nilipata ripoti around saa 4:30. Huenda ilikuwa ni saa 4:30 kurudi chini. Na tulipoarifiwa, mimi nilifanya juhudi yangu na nikaona kwamba nimeita all the sectors wenye wanastahili kuja kushughulikia. And that is why umetuona tuko sisi zote. Tukakuja na tukapata mtoto moja alikuwa amejaribiwa kutolewa na wale watoto wengine. Sababu unasikia kwamba watoto hawakuwa wawili tu. Walikuwa watoto zaidi ya watatu. So mmoja alikuwa ametolewa na wengine, na kwa bahati mbaya sababu alikuwa amekunywa maji tumekuta akiwa ameaga. Tulipoteza wawili, mmoja wa umri wa miaka 6 na mwingine wa miaka 8. Ushauri wangu kwa wafanyikazi ama wawekezaji wa Thutha farm, ningependa kuwaambia kwamba hapa wajue kuna watoto, na watoto hatuwezi tukawafunga wakose kutembea kwenye wanastahili kutembea. So ile kitu ningeomba ni waone kwamba wamefenzi ile mashimo yote ya maji, sababu nasikia kwamba ni maji wanatafuta ya kufanya perimeter wall. Wapate kufenzi hizo nini yote, hiyo mashimo yote, na isipo kama haitakuwa hivyo, niko haki kabisa tutahakikisha hiyo mashimo yote wameiziba.